Sauti ya simulizi. Ni mimi msimuliaji wako Samet. Mapenzi ya mateso chapter 1. Asha alikuwa msichana mrembo mwenye ndoto za kuwa daktari. Aliishi na mama yake mjane katika kijiji kidogo cha Kibaoni. Siku moja akiwa sokoni kuuza nyanya, alipokutana na Kelvin, kijana wa mjini aliyekuja kwa bibi yake kwa likizo. Macho yao yalipokutana, moyo wa Asha ulitetemeka. Kelvin naye alihisi kitu tofauti. Kuanzia siku hiyo walianza kuonana mara kwa mara na penzi lao likachanua kama ua la waridi katikati ya jua la asubuhi. Kelvin alimwahidi Asha dunia nzima, kumtoa kijijini, kumsomesha hadi chuo na hata kumuoa. Asha akiwa hana uzoefu na mapenzi alijitoa kikamilifu. Walikutana kichakani, nyuma ya shule na hata usiku wa manane kwa siri. Lakini walipoanza kuonekana pamoja mara nyingi, maneno yakaanza kusambaa. Mama wa Asha alimwonya, lakini Asha alikuwa tayari amezama kwenye bahari ya mapenzi. Miezi ilipita, Kelvin alianza kubadilika. Simu hazikupokewa, jumbe hazikujibiwa. Asha alipogundua kuwa ni mjamzito, alijaribu kuwasiliana naye lakini hakufanikiwa. Alipofuatilia hadi mjini, aligundua ukweli mchungu: Kelvin alikuwa na mchumba mwingine na walikuwa kwenye maandalizi ya harusi. Alipomkabili, Kelvin alimkataa hadharani, akamwambia, sikutaka kuwa na mwanamke wa kijijini milele. Asha alirudi kijijini akiwa na maumivu moyoni. Alijifungia chumbani kwa wiki nzima akilia na kulia. Mama yake alipogundua hali hiyo, alimpokea kwa machozi na moyo wa huruma. Miezi ikapita, Asha alijifungua mtoto wa kiume. Alimuita Tumaini, kwani katika giza la mateso yake, mtoto huyo alikuwa mwanga pekee. Asha aliamua kurudi shuleni kwa bidii mpya. Alisoma kwa juhudi na kupata udhamini hadi chuo kikuu. Alipokuwa mwaka wa mwisho chuoni, Kelvin alimtumia ujumbe wa msamaha, lakini Asha hakujibu. Alikuwa tayari amejifunza thamani ya kujipenda, kusimama mwenyewe na kupigania ndoto zake. Ujumbe: mapenzi yanaweza kuwa chanzo cha maumivu makali, lakini ndani ya mateso kuna nafasi ya kujifunza, kukua na kufufua matumaini. Na hapa ni mwisho wa stori yetu. Usisahau kulaiki, kushare, kukomenti na kusubscribe ili upate niendelezo inayofuata.